Okay, karibu tena Akil's Movie Recaps, na leo tunasonga mbele na episode ya 10 ya picha yetu safi The King Eternal Monarch. Basi usisahau kulike, kushare na pia kusubscribe. Na episode ya 10 inaturudisha nyuma kidogo. Sinjai bado yuko mtaani, anadai kwamba yuko likizo, na hii ni kwa sababu anakataa kukubaliana na uhalisia. Akiwa hapa anamkumbuka binti Teul. Inaonyesha kwamba kuna wakati amewahi kuja hapa pamoja na binti, lakini ilikuwa ni zamani. Sasa akiwa amezama kwenye msongo wa mawazo, anasikia sauti ya binti inamuuliza, "Unafanya nini hapa?" Anapogeuka anakuta ni binti Teul. "Na wewe unafanya nini hapa badala ya kwenda kazini? Nimekutafuta sana, simu yangu upokei, nyumbani haupo. Hongera zako, naona una muda mwingi sana wa kupoteza. Unaandaa shilingi ngapi?" Sasa Teul anamwambia kwamba yuko lazi kujibu swali lake la jana kuhusu nini kinaendelea, lakini Sinjai anasema kwamba wataongea siku nyingine, maana kwa yeye bado yuko likizo. Binti anamsogelea na kumwambia Lee Sang-do bado yuko hai. Lee Sang-do ndiye yule aliyekamatwa kwenye zizi la farasi na mfalme. Anamwambia kwamba yule binti walimkamata inaonekana ana connection na Lee Sang-do, maana wote wana simu mbili ndogo za kufanana. Na pia anamwambia ni kweli kuna dunia mbili, dunia ya pili na watu wenye sura kama zetu. Maana nimeshafika na nimethibitisha hilo kwamba ni kweli. Lakini shida kubwa ni kwamba kuna uhalifu unaofanyika pande zote mbili, na siwezi kuripoti huu uhalifu maana sina ushahidi wa kutoa. Kwa hiyo nahitaji msaada ili kuzuia huu uhalifu, na wewe ndio mtu pekee ambaye naamini unaweza kunisaidia katika hili. Hiyo sio sayansi, huo ni upuuzi. Amka, acha kuamini ujinga. Sinjai anaondoka, lakini sio kwamba hamwamini binti, ila anahitaji muda kidogo. Maana kukubali hili ni kukubali kwamba huyu sio mama yake halisi, na mama yake halisi alimtelekeza. Ndio sababu anakuwa mgumu kidogo kukubaliana na hili jambo kwamba ni kweli, japokuwa ameona ushahidi mwingi sana unaothibitisha kwamba hili jambo ni kweli. Wakati huo mfalme Ligon anaangalia ile video, ndio anagundua kwamba Lilim hajazeeka hata mwaka mmoja. Hii inamshtua mfalme, lakini pia inamfanya agundue kwamba ile sehemu ya kuvukia sio mlango tu, bali ina nguvu nyingine pia. Basi kwanza kabisa mfalme anawahi kwenda Jamhuri ya Korea. Kumbuka alivyomuaga Teul, alimwambia kwamba anaenda kupambana na Lilim. Kwa hiyo binti hajui kama mtaalamu ni mzima au inakuaje. Kila siku anaenda kwenye msitu wa mianzi kuangalia kama huenda mfalme atatokea, lakini hatokei. Leo tena akiwa amekata tamaa, anashangaa mfalme huyu hapa. Teul anatoa machozi ya furaha, maana hakutegemea. Ogopa sana umemisi mtu alafu huwezi kuwasiliana naye, huwezi kumjulia hali hata kwa njia ya simu. Binti anatoa machozi, huyu kashapenda tayari huyu. Mtaalamu anamuuliza, "Umenisubiria kwa muda gani hapa?" Hakuna majibu yoyote zaidi ya kumshikilia tu mtaalamu, kamisi ile mbaya. Sasa mfalme anadai kwamba amekuja tu kusikia sauti ya binti na kisha anaondoka. "Sauti yangu tu?" "Ndio, nitaka nikupigie simu lakini nashangaa nimekukuta hapa." Kwa hali hii sidhani kama watawezana, maana wanapendana sana, lakini inawabidi kutengana kwa muda mrefu bila mawasiliano. Unaona bana? Ndani ya ufalme wa Korea sasa, sekretari wa mfalme anataka kuchanganyikiwa, maana kuna sherehe ya mwaka mpya ambao ni lazima mfalme atoe speech, lakini mfalme hayupo, na bibi anatoa majibu kwamba waendelee na maandalizi tu, mfalme anakuja. "Unajua, kesho kutwa ndo tukio. Mimi nitasema nini mbele za watu bibi? Nitawaambia nini watu?" Lakini kwa bahati nzuri mfalme naye anaingia. Anauliza, "Vipi, nimechelewa au nimewahi? Sherehe ya mwaka mpya imeshapita." "Bado siku 2. Umerudi wakati sahihi mfalme." Mfalme naye anapumua, maana angeikosa hii ingeonekana kwamba anadharau kwa wananchi wake. Ndani ya Jamhuri ya Korea, mamake na Yeon-sap anamwandaa mwanae kwa ajili ya sherehe ya mwaka mpya. Kumbuka juu kama huyu sio mwanae bali ni Kapteni Jo. Sasa anakuja huyu mdogo wake na Yeon-sap, anamwangalia kapteni, afa anambia mamake, "Mama, huyu sio kakaangu huyu bana. Mimi nimemwangalia sana. Huyu sio Yeon-sap." "Una maana gani sio kaka yako na wewe? Hebu tangulia kwenye gari basi tunakuja, sawa? Mwangalie vizuri, kabadilika vizuri na vibaya." Nini? Amekuwa mzuri kweli kweli, lakini pia akawa na tabia mbaya. Wakiwa wanazungumza, huyu mwingine kaja na bastola. "Yeon-sap, hiki ni kinini?" Inabidi awahi kumpokonya, maana hii ni risasi ya ukweli, alafu anaichomoa magazini chapchapu. Sasa kila mtu anamshangaa, kwa inabidi kuzuga hapa. Anasema, "Hili ni toi tu, ukumbusho nilivyokuwa polisi. Si nimekwambia tuite polisi haraka, huyu sio Yeon-sap." Lakini mama anayafurahia haya mabadiliko, maana mwanae anaonekana kuwa mtu safi zaidi. Anamwambia huyu mwanae mdogo asimseme vibaya kaka yake, bali naye pia anatakiwa afurahie haya mabadiliko. "Alafu na wewe ukuage, unacheza midoli wakati ushakuwa mtu mzima. Haya, wote twendeni." Hii inamshangaza sana Kapteni Jo kwamba mtoto mdogo amemshtukia, lakini walinzi wa kifalme mpaka leo hawajaweza kumshtukia Yeon-sap. Haya, basi leo Sinjai anarudi kazini rasmi na anakaribishwa na timu leader wao pamoja na timu nzima. Anamwambia Teul kwamba kwa sasa yuko tayari kumsikiliza kuhusu lile jambo. Ndani ya ufalme wa Korea, leo mfalme anatoa speech ya mwanzo wa mwaka. Kila mwaka lazima mfalme afungulie na speech kwa wananchi wake. Na baada ya kumaliza speech basi anawatakia heri ya mwaka mpya
makofi ya kutosha yanasikika, huku Eunsapu anaonekana kuguswa sana na speech ya mfalme, yani kaenjoy mpaka mwisho yani. Sasa waziri mkuu anamwangalia mfalme, anakumbuka kuna siku amewahi kumfuata Kotledino na kumuuliza kwamba mfalme anampenda mwanamke wa namna gani? Yani alikuwa anataka kujua type ya mfalme ni type gani. Waziri mkuu, swali gani tena hili unaniuliza? Wewe niambie tu, au uko busy sana? Wewe ndio unatakiwa uwe busy waziri mkuu. Muhula wako unakaribia kuisha ujue. Bado mwaka mmoja tu uchaguzi ufanyike tena. Lakini ukinisaidia hata nusu mwaka hautaisha. Niambie basi, nini kinachoweza kukamata moyo wa mfalme? Nitegemea utaniuliza nini kinaweza kukupa furaha moyo wa mfalme, lakini unaniuliza kuukamata, huo ni upendo au ni vita? Sasa Kotledino akamuuliza, mfalme amewahi kulia machozi mbele ya macho yako? Na waziri mkuu alipokaa kimya ikawa ni ishara ya jibu la hapana. Kwa hiyo bibi akamwambia kwamba hawezi kumsaidia maana mfalme hajawahi kuonyesha hisia zozote kwa waziri mkuu. Sasa na hii ni baada ya speech, wakiwa wanatembea, waziri mkuu anamuuliza mfalme kama atampa support kwenye uchaguzi ujao, na mfalme anasema kwamba asijali, support yake siku zote anayo, iko juu yake. Na ghafla simu ya Kapteni Jeo inaita. Sasa Eunsapu anashindwa afanyeje, aipokee, atasema nini? Hajui anapiga ni nani, sio simu yake kiufupi. Mfalme, simu inaita. Ipokee sasa. Kaza sauti alafu useme Kapteni Jeo hapa naongea. Hawa wanashangaa, yani mtu anaelekezwa kupokea simu. Mimi napenda kumsikia akisema hayo maneno. Akitumia sauti yake nzito huwa anapendeza sana. Lakini anapokea simu na kufuata maelekezo yote. Kapteni Jeo anaongea. Na aliyempigia simu alikuwa ni yule askari aliyepewa kazi na Kapteni Jeo ya kumtafuta Luna, na mfalme anaamua kuja mpaka kituoni ili kupata taarifa kamili kuhusu dada aitwaye Luna. Askari anadai kwamba Luna ni mhalifu ambaye alikuwa amekamatwa, lakini kaachiliwa muda mfupi tu baada ya kukamatwa. Mfalme anapouliza kwa nini kaachiliwa ndani ya muda mfupi, askari anadai kwamba huyu Luna ni mgonjwa, ana magonjwa kama kansa hivi, na sheria inatukataza kuweka jela wagonjwa kama hawa. Basi mfalme anatoa oda kwamba Luna atafutwe maana anataka kuonana naye, na pia anampa huyo askari jina la yule mmiliki wa hoteli, anataka kuona taarifa za yule mtu zimerekodiwaje kwenye mfumo wa serikali. Na baada ya kuangalia jina la huyu mtu, askari anadai kwamba huyu mtu ni mfuasi wa msaliti Lilim, na hapa inaonyesha kwamba alijiua mwenyewe miaka 25 iliyopita akiwa mafichoni. Mfalme anazidi kugundua mambo yanavyokwenda. Hapa anagundua kuwa Lilim amekuwa akiwaficha wafuasi wake kwa kutumia vifo vya watu wa dunia ya pili wanaofanana sura na wafuasi wake. Basi mwaka mpya ndio unaingia leo na watu wamekusanyika maeneo mbalimbali kusherehekea mwaka mpya. Na hapa ndipo tulipoishia katika episodi iliyopita, episodi ya 9. Mfalme akiwa anamuishi Tayauli, heri ya mwaka mpya, muda unaganda. Na hii ina maana kwamba Lilim yuko ndani ya ufalme wa Korea. Mfalme anawahi kwanza kwenye msitu wa mianzi na anakuta ulinzi unaendelea kama kawaida. Anapouliza kama kuna mtu amepita maeneo haya, mlinzi anasema kwamba ndani ya siku 17 ambazo amelinda hapa, hakuna mtu yote alikatisha hapa hata siku moja. Sasa mfalme anaumiza kichwa, ni nini ambacho atakuwa amemisi hapa? Lakini anawaza kama wangekuwa wanashia mlango mmoja, basi lazima wangekuwa wameshakutana hata mara moja mpaka sasa. Na pia lazima Lilim angekuwa walinzi upande wa pili kama yeye alivyokuwa walinzi upande huu. Hii ina maana kwamba kila mmoja wao ana mlango wake. So mlango sio mmoja bali iko miwili. Unaona bana? Anatoa oda walinzi wote watoke wamfuate anakoelekea. Na sekta ya habari ya jumba la kifalme inapewa oda kwamba itangaze kuwa mfalme siku ya leo atakuwa mtaani anatembea na wananchi wake kusherehekea mwaka mpya. Habari zinasambaa mtaani, mfalme anakuja, na kweli mfalme huyu hapa kwa mtaa. Anafanya hivi ili kumvuta Lilim aje yeye aliko. Na kweli wanakutana face to face, mfalme na msaliti Lilim. Wakati huo wanaingia walinzi wa mfalme wakiongozwa na Eunsapu, kapteni wa mchongo, au sio? Kuna katreni kadogodogo kanapita hapa na mfalme anatoa oda kwamba huyu ni mfuasi wa marehemu Lilim, wamkamate haraka. Vyuma vinachomolewa, lakini kumbe Lilim hakuwa peke yake bana. Huyu ni mzee wa plani, hakaagi kizembe, yuko na wafuasi wake na wameshika baadhi ya wananchi kama mateka. Mfalme anawaambia walinzi wake watulie kwanza, maana maisha ya wananchi yako hatarini. Anaposhuka juu ya farasi kuna mtu amemweka target, lakini Eunsapu anamuona. Anawahi mbele ya mfalme na anajiweka kama ngao kwa mfalme na kupigwa risasi kwa niaba ya mfalme. Sasa hawa walinzi hawezi kushambulia bila amri ya mfalme, na mfalme hawezi kutoa amri ya kushambulia wakati wananchi wako hatarini. Kwa hiyo inapelekea Lilim anaondoka kilaini kabisa bila shida yoyote. Mfalme anatoa oda kwa Kapteni Jeo apeleke hospitali na polisi waitwe haraka. Anapoulizwa kuhusu wafuasi wa Lilim, anawaambia walinzi waache tu waondoke, wasiwakimbize wala wasiwafuate. Unaweza kuwa unajiuliza ni kwa nini mfalme anafanya hivi, lakini hii ni kwa sababu anataka kulinda siri kwamba Lilim bado yuko hai. Kwa hiyo anatoa oda nyingine tena kwamba kila video iliyorekodiwa hapa itafutwe na ifutwe. Iwe ni CCTV kamera, iwe ni simu ya mtu, iwe ni Facebook post, iwe ni chochote kile, yani kusibaki ushahidi wowote wa tukio hili la leo. Na wakati huo Chawa anafikisha taarifa kwa waziri mkuu kuhusu tukio lilotokea. Waziri mkuu anajiuliza nini kinaendelea, maana mama yake pia ametoka kumwambia sio muda mrefu kuhusu Lilim kwamba yuko hai, na leo tena habari inasambaa kwamba Lilim ni mzima na ametaka kufanya tukio baya kwa mfalme.
Hii inampa waziri mkuu sintofahamu. Upande wa pili kwa Yonsapu kwa bahati nzuri kumbe ni mzima. Risasi ilipiga kwenye bulletproof vest, kwa hiyo ndani ya wiki 2-3 atakuwa mzima kabisa. Ndani ya Jamhuri ya Korea, leo Taeul, Sinjae na Captain Gyo wanajaribu kutengeneza connection kati ya hawa watu watatu ili wapate picha kamili ya kinachoendelea ni kitu gani. Wakati huo mfalme anampa taarifa Kotredino kwamba Lilim ni mzima na umri wake haujaongezeka, yuko vile vile kama zamani. Kwa hiyo kwa sasa wako vitani na anahitaji maombi yake sana. Anapoingia ofisini anaambiwa kwamba waziri mkuu yuko hewani anamsubiria apokee simu. Na anapopokea simu waziri mkuu anasema kwamba amesikia fununu kwamba Lilim yuko hai. Kwa hiyo anamuuliza mfalme kama ni kweli na matumaini yake ni kwamba mfalme atamwambia ukweli. Je, ile vurugu ni Lilim mwenyewe au ni wafuasi wa Lilim? Waziri mkuu, kwa nini unakuwa hivi? Una maana gani? Wewe ni kiunganishi kati ya jumba la kifalme na serikali. Kwa hiyo ninachomaanisha ni kwamba usilitumie tukio hili kisiasa. Lilim alikufa miaka 25 iliyopita kama vitabu vya historia vinavyosema, na leo walikuwa ni wafuasi wake tu. Kwa hiyo nakuomba waziri mkuu, usitumie neno ukweli kama silaha juu yangu, bali angalia zaidi usalama wa wananchi wetu. Ni hayo tu. Kwa wale ambao labda hawajaelewa hapa, iko hivi, mfalme hawezi kusema uongo. Hiyo ni sheria ya kifalme. Kwa hiyo waziri mkuu anapomwambia mfalme aseme ukweli, huu ni mtego kwa mfalme. Kama kidanganya basi baadaye ije kuwa ni silaha juu yake, lakini mfalme sio mjinga, amemshtukia. Haya basi, sekretari wa mfalme anazungumza na waandishi wa habari ili kuwatoa wasiwasi wananchi, kujibu maswali mbalimbali na vitu kama hivyo. Ndani ya Jamhuri ya Korea, leo binti kapigwa pini, anaambiwa kwamba hii simu ni yako, na ndani ya hii simu kulikuwa na taarifa za siri. Jirani yako alisikia taarifa zako za siri, ndio maana ukamuua. Ulifanya hivyo ukiamini kwamba waliokupa hii simu watakusaidia. Sasa sisi tunataka kujua tu aliyekupa hii simu ni nani? Lakini binti bado anakaza fuvu, anadai kwamba hajui chochote kuhusu hayo walioyasema. Wakati huo yule msaidizi wa Lilim ndio yuko njiani kuja kutimiza kazi aliyopewa ya kumuua huyo binti ambaye anahojiwa. Sasa anapofika kituoni anamuona Sinjae na Taeul. Anapiga reverse haraka ili asije kuonekana, lakini Sinjae anapoliangalia ile gari anakumbuka alishawahi kuliona kabla. Ndio gari ambalo huwa linamfuatilia mara kwa mara ndani ya ufalme wa Korea. Tunaenda huku tunarudi huku, au vipi? Hapa ni nyumbani kwa Prince Buyong. Baadhi ya wanafamilia wa kifalme wamemfuata Buyong na wanalalamika kwamba hii ni aibu kwa familia ya kifalme. Wanadai kwamba wafuasi wa Lilim wanamdharau waziri mkuu kwa sababu ni mwanamke, na pia wanamdharau mfalme, ndio maana wanafanya matukio kama haya. Kwa hiyo anamwomba Prince Buyong asimame kama kiongozi wa familia ya kifalme ili kurudisha heshima yao. Lakini Prince Buyong anawafokea, anawaambia kwamba kiongozi wa familia ya kifalme ni mfalme peke yake, sio yeye, na pia haya ni mambo ya kisiasa, kwa hiyo hayawahusu familia ya kifalme. Anawatimua waondoke haraka sana, maana wanataka kumtia nuksi. Na muda huo huo taarifa inakuja kwamba mfalme amefika. Mfalme anaingia na waangalia hawa wanafiki, lakini anachana nao maana amekuja na mambo yake mengine. Natumaini hautanifikiria vibaya mfalme, wamekuja bila taarifa hawa watu. Mfalme anasema siwezi kukufikiria vibaya maana nakuamini, na ndio sababu nimekuja hapa leo. Anamwambia Lilim ni mzima na umri wake uko vile vile kama zamani, na kwa hiyo anataka kuondoka kwenda kupambana naye, lakini raundi hii hawezi kuliacha jumba la kifalme bila usimamizi. Kwa hiyo anamuomba Prince Buyong akae kwenye jumba la kifalme kwa wakati ambao yeye hata kuwepo, awe mwakilishi wake kwa wakati huo. Prince Buyong anapotaka kukataa, mfalme anamwambia kwamba hii ni amri ya kifalme, kwa hiyo inabidi akubali maana huyu ni mfalme. Ndani ya Jamhuri ya Korea, leo Sinjae anamuuliza Taeul kwamba hiyo dunia nyingine iko vipi, na binti anaanza kumuelezea kwamba inaitwa ufalme wa Korea na sio Jamhuri ya Korea. Haijatengana Korea Kaskazini na Korea Kusini, bali ni ufalme mmoja. Mji mkuu ni Busan na sio Seoul. Anamwambia pia kuhusu alikopita na watu waliokutana nao ambao wanafanana na watu wa huku, lakini mwisho anasema kwamba hakufanikiwa kumuona Sinjae. Na hapa Sinjae naye anaamua kufunguka, anaanza kumueleza binti historia yake. Anamwambia asingeweza kukutana naye kule kwa sababu yeye ndo Sinjae wa kule. Sinjae wa dunia hii ya Jamhuri ya Korea alikufa akiwa mdogo sana, na yeye ndo alichukua nafasi yake. Amemleta mpaka kwenye kaburi la Ligo na dunia hii ili amwelekeze vizuri alianzia wapi kufanya uchunguzi mpaka kafikia hatua ya kufahamu nini kinaendelea. Na hii inamaanisha basi hata wazazi wake sio wazazi wake wa kweli, bali wazazi wake wa kweli walimtelekeza katika dunia ya pili. Binti anamwonea huruma sana, anamkumbatia ili kumpoza maumivu japo kidogo, maana hii historia imemgusa sana binti Taeul. Wakati huo ndani ya ufalme wa Korea, waziri mkuu amerudi tena kwa ex wake. Leo anampa kazi ya kumtafutia taarifa kuhusu Lilim, maana video zote za tukio hazijulikani zimepoteaje. Hakuna hata video moja iliyobakia ya ile siku. Hiyo ndio nguvu ya mfalme bana. Oda moja tu, hakuna video iliyobakia tena. Lakini leo ex wake anadai kwamba kama akimsaidia basi naye anataka msaada, atoke jela mapema. Ule msamaha wa mfalme wakati wa sikukuu basi jina lake naye liwepo. Tanzania tuna msamaha wa rais na nchi zingine zina namna yao ya msamaha, lakini hawa wenyewe wana msamaha wa mfalme. Upande wa pili sasa, nyumbani kwa Prince Buyong. Akiwa hapa anashtuka kumbe kavamiwa na Prince Lilim. Alafu jamaa kaloa damu ile mbaya yani. Iko kilo mbaya.
Anashangaa Prince Imperial Geum haujazeka hata kidogo. Unashangaa nini sasa? Wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kugundua kama mimi sijafa na ndio mtu ambaye unafahamu kwa muda mrefu zaidi. Prince Buyong anajaribu kuwaita walinzi, lakini anaambiwa kwamba walinzi wote tayari wamepumzika kwa amani. Amewapumzisha kwa amani mzee Lilim na yeye basi ndio anafuata. Lilim akiwa na hasira sana anadai kwamba ufalme ulikuwa ni wake, lakini akapewa mwingine eti kwa sababu yeye ni mtoto wa mke wa pili, yani concubine. Hii ina maana kwamba babake na Ligon alikuwa ni mtoto wa Malkia, lakini Lilim alikuwa ni mtoto wa mke wa pili. Kwa hiyo japokuwa Lilim alikuwa ni mkubwa kwa babake na Ligon alichukua ufalme kwa sababu yeye ni mtoto wa mke wa ndoa wa mfalme, yani mtoto wa Malkia. Hii ni kama historia ya Isaka na Ishmael, lakini Ishmael hakuwa kama Lilim. Lilim bana na roho mbaya. Kwa hiyo plani yake kwa sasa ni kumtia huzuni mfalme mpaka mfalme akose nguvu za kupigana naye, alafu ndio amshambulie. Na plani yake ya kwanza inaanza na kumuua Prince Buyong. Wakati huo mfalme akiwa ametulia anamuwaza wake wa moyo, taarifa mbaya inakuja. Secretary anashindwa hata aseme nini, anashindwa namna ya kutamka. Anaulizwa nini shida? Anasema Prince Buyong, Mheshimiwa Prince Buyong. Lakini mfalme anakuwa tayari ameshaelewa kinachofuata ni msiba wa taifa. Kotelino amelia mpaka amezimia. Hii ni ishara ya maumivu makali sana. Basi siku nenda siku rudi, Teuli kamsubiri mfalme kwa muda mrefu mpaka sasa ameanza kukata tamaa, lakini leo ghafla anashangaa mfalme huyu hapa mbele yake. Mfalme anasema, nimegundua sijawahi kukupa zawadi ya maua na ndio maana nimekuja leo. Anampa binti maua halafu anamwambia kwamba hawezi kukaa sana, anatakiwa kurudi tena kwenye ufalme wa Korea sasa hivi. Kurudi tena? Ndio. Nimekumbuka kitu kingine ambacho sijawahi kukuambia, saranghae, yani nakupenda. Mambo ni tight, mambo ni moto upande wa pili. Na namsisitizia binti kwamba anampenda mpaka siopoa. Amezama na huko aliko basi haonekani kabisa. Yani kiufupi asiwe na wasiwasi, yeye ni wake milele. Basi mtaalamu anaondoka, lakini anamwachia ujumbe kwamba hata kama akiondoka kwa muda mrefu basi asiwe na wasiwasi sana. Aendelee na maisha yake, ajue kwamba mpenzi wake yupo na anakuja. Binti analia sana na inanikumbusha kwenye Goblin, siku ya Untaki aliporudisha kumbukumbu zake, tuliokuwa wote kwenye Goblin, naamini mnakumbuka vyema. Basi na huu ndio mwisho wa episodi ya 10. Ili kujua nini kinafuata baada ya hapa, tukutane katika episodi ya 11. Katika hii hapa sina la ziada, niseme tu see you on the next one.